Afadhali nimekukuta ndugu yangu. Maana huko nilikotoka mke wangu kanivuruga sana, yani mpaka nimechanganyikiwa kichwa hiki. Tunakumbuka ile swala ndugu yangu ambao ulinishauri ukasema natakiwa nimpeleke mke wangu kwa mganga. Lakini sasa naona mke wangu amekuwa mgumu, yani amekuwa mgumu, anakaidi hataki kwenda kwa mganga. Sasa naomba uniambie tena. Nifanye nini mpaka mambo yangu yakae sawa ili mke wangu anielewe? Kijana wangu ni waajabu. Wewe unashindwaje na kushindaje kijana wangu? Mbona unaonyesha vitu vya ajabu rafiki yangu? Au umetekwa unyambuda? Ni mke ni wa kwako, unashindwa kumshawishi mpaka akubali? Acha kuniaibisha bwana. Unajua ndugu yangu, sema tu jua. Yaani ni yule mke wangu sijui ana pepo, sijui ana nini. Maana kila nikimuelekeza naona kama vile anawaruka tu yani. Inaonekana yani ananiambia masuala ya makanisani, sema kila kabisa makanisani kama anachelewa tu yani. Sasa kijana wangu, kuna kitu nimefikiri. Hapa lazima tutumie mbinu mbadala. Kwa sababu kuna kauli nasema ya kwamba mwanaume ni kichwa cha nyumba. Anapaswa kusikiliza kwa kile atakachosema. Zaidi anahitaji ushauri. Lakini mimi ninachokiona sasa hapa tuende upande wa pili. Kwa sababu haiwezekani huyu akakushinda na wewe huyu umemuoa, umemtoa kwa wazazi wake mpaka kukuleta kwako. Kumleta manake akusikilize wewe, anaposhinda kukusikiliza wewe, haiwezekana kuna mtu anamsikiliza. Sasa tutajua. Subiri, nitakupa mbinu mbadala namna gani tufanye atatusikia. Tashukuru sana ndugu yangu, maana hili swala lishakuwa gumu sana kwangu. Tashukuru sana. Basi sawa, tufanye hivyo kwa sababu bwana mapenzi haya wengine wanakufaga hivi. Sasa wewe ukipotea hapa utapata hasara. Afadhali tulifanye hili swala kwa haraka sana. Mambo yakae vizuri. Nafikiri itakuwa poa sana. Okay. Basi sawa. Dada bwana, mimi nimekuja kuhusu ile swali tulikuwa tumeongea. Maana mimi mume wangu ananizalimisha mimi niende kwa mganga. Mimi sipo tayari. Mimi nimekuja naomba ushauri wako. Na nahitaji unisaidie sana. Naomba sana ushauri wako. Sikiliza nikwambie mdogo wangu. Kwa ushauri wangu mimi, wewe usimpinge. Lakini kuwa na msimamo wako huo. Usikubali kwenda kwa mganga. Ila usionyeshe kuwa eti wewe umempinga. Usimpinge wala nini. Mwache ataongea wewe, lakini maana ukisema umkatalie kabisa kwa mdomo, anaweza akafanya akakutelekeza akakuacha. Sawa dada bana, mimi nimekuelewa. Ushauri wako nitaufanyia kazi. Haya wai mdogo wangu. Maana mume wako wenyewe unamjua yule, maana anagubu yule. Acha wewe wai tu nyumbani. Ila fanya kama nilivyokuambia, zingatia. Kweli, umejuaje dadangu hilo? Acha niondoke tu kabisa.